Halo. Halo. Haleluya. Nĩngokĩra ndige mothe, ngokĩra ndige wĩra wakwa, ngokĩra ndĩũtige, ngokĩra ndĩũtige, ngokĩra ndĩũtige. Mwathani agocwo. Tũtanakinya mũthenya ũcio wa Mwathani-rĩ, bũrũri nĩrenda kũhuhwo mbere, nĩ tondũ nĩ harĩkinya hĩndĩ gũtuĩke atĩrĩrĩ, gũtirĩ kũgũra kana kwendia ũtarĩ na na hĩndĩ tũrĩkinya hau nĩ atĩrĩrĩ, maũndũ mothe arĩa makorwo mwena wa magatiga maũndũ marĩa mareka marũgamĩrĩre meterere Jesũ oke. Nĩ tondũ rĩgakorwo nĩ ihinda rĩa gwĩtheria. Mũthenya wa ũmũthĩ president angĩuga nĩegũka gũkũ Mũthithi, ona to president ona gavana angĩuga nĩaroka gũkũ, kwambaga kũharĩrĩrio mbere, ũkamba ũmenyithia gavana nĩaroka, ũkahatwo gathera, ona ũkerwo nginya nyũmba igakwo rangi, nĩ tondũ ĩroneka rĩngĩ nĩ ngũrũ mũno nĩgacambithia Mũthithi. President agĩtua gũka gũkũ, ũguo nĩguo akwalify gwĩkĩrwo igathingo marima. Tau gũkũ ndũnakwona marima president agĩtua gũka, kũngĩamba gũthondekwo ndangĩga kũhana ũũ. Gũthondeketwo gũkagĩra nĩgetha agĩũka akore kũndũ guothe nĩ kwega. Ũguo akuo ũcio nĩ mũndũ wa thĩ-rĩ, na nĩaraharĩrĩria gĩũka-rĩ, nake Ngai nake agakorwo ahana atĩa. Ndagoka ũguo andũ mareciria hiagakorwo nĩ kwamba kũharĩrio, andũ a Ngai makorwo makĩharĩria na makorwo matirĩ ũndũ ũngĩ mareka o tiga no Ngai metereire. Halo. Halo. Gũtirĩ ũndũ magakorwo magĩka o tiga no Ngai metereire, tondũ warĩra gĩko ndũngĩkĩgũra-ĩ na ndũngĩendia-rĩ ũgakorwo ũgĩka atĩa? Nginya biacara nĩĩgakorwo yambĩte kũrũgama, ĩgakorwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa andũ arĩa mareganĩte na Ngai, nĩ tondũ ici nĩmagagĩtĩkĩra ũrĩa thĩ ĩrenda, metĩkĩre kũhũrwo mĩhũri ũyũ wa Caitani, biacara ciao cithiĩ na mbere kama kawaida. Nĩ hamwe? No nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ũgakorwo wĩiguĩte nĩakaregana na ũhoro ũcio, ndagetĩkĩra na arega-rĩ, ndagetĩkĩria kũruta biacara. Nĩkĩo mwandĩki mwega atĩrĩrĩ, ikaragai mwĩhũgĩte, nĩ tondũ mũtiũĩ mahinda marĩa Mwathani agoka. Andũ aingĩ magakorwo metara matekũmenya. Nĩkĩo tũhaha mũthenya wa ũmũthĩ, tuonya tũtigĩikara kũrĩa kanitha-inĩ ithuĩ, tũke nginya arĩa matoĩ ũhoro tũmahunjĩrie mawĩigue, na tondũ mũndũ wendete Ngai nĩndakũigua ciugo cia Ngai, angĩkorwo nĩ wendete Ngai nĩũgũkuhĩrĩria haha nĩgetha ũigue ciugo icio na ũhote kũmenya ũhoro ũyũ makĩria, tondũ ũngĩmenya wĩ kũraihu no nginya ũkuhĩrĩrie haha ũthikĩrĩrie, kana ũikare handũ ũkũhota kũigua wega ũhoro ũcio tũrakũrehere haha. Nĩguo mahinda maya tũrakwĩra atĩ wĩikare wĩhũgĩte, ndũkanahobanĩrio. Tũraigire tũtigũcoka gũikara kanitha thĩinĩ, tũraikara kanitha thĩinĩ mathaa manini, na mathaa macio mangĩ tũgoka haha tũkahe andũ arĩa matoĩ ũhoro matikanagĩe mataiguire matirĩ ũhoro ũyũ. Nĩ tondũ wa ũguo ikarai mwĩharĩirie, mũndũ wothe atherie ngoro yake, mũndũ wothe amane Ngai, na mũndũ wothe atige mĩthiĩre yake mĩũru athiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa mĩega. Nĩ tondũ wa kĩ? Maandĩko nĩmarauga atĩrĩrĩ, o mũndũ ũrĩa mũthingu athiĩ na mbere na gũthinga, nake ũrĩa mwaganu athiĩ na mbere na kwagana biũ. Nĩ tondũ mũcara o mũndũ agakorwo mũcara wa wĩra wake ũrĩa arutaga. O mũndũ aroka kũrĩhwo mũcara wa wĩra wake ũrĩa arutaga. Ũguo wee ũrutaga wĩra na wĩhokekete-rĩ, ũrute wĩra waku ũguo wĩhokekete, na ndũgathiĩ na mwena wa ũmotho kana wa ũrĩo, ũikare ũrũngĩrĩirie rũĩ. Na wee mwaganu, tondũ nĩ wĩyũĩ, wagane biũ ũtekũigua kĩeha kana ũtekũigua tha, wagane biũ nĩ tondũ mũcara waku ũrĩ hakuhĩ na nĩũkarĩhwo kũringana na ũguo wĩkaga. Nĩgetha rĩrĩ, ndũkanatigwo wehagia hanini na nĩwatuĩrwo gũthiĩ mwaki-inĩ. Mũndũ wĩhagia hanini no wĩhagia mũno nĩ kĩndũ gĩkĩ. Halo. Mũndũ ũiyaga ciringi 10 na ũngĩiya mirioni, ona ũkoraga wa ciringi 10 nĩwe wohagwo mĩaka mĩingĩ gũkũ thĩ ũkorwo ũiyĩte mamirioni. Ũguo ndũkae kũiya hanini, ũgacoka ũkorwo waikio mwaki-inĩ we nĩ ũndahagio hanini. Aca, wakorwo nĩ kwĩhia wĩhagia wĩhie biũ, nĩgetha ona gũthiĩ mwaki-inĩ ũkanauga nĩ ma niĩ ndiraigĩrĩrwo kĩgenyo ũguo nĩguo ndekaga. No ndũkonaga ta wĩkaga wega na nĩũrĩkaga ũru. Nake ũrũgamĩte wega, nake arũgame wega, ndakae gũtukania, nĩ tondũ nake mũcara aroka kũrĩhwo kũringana na wĩra ũrĩa arutaga. Ngĩrĩkia
Nikire tohoe ngetha nake kaingire nake na mbere. Nake tohoe cokerie Ngai ngatho rĩngĩ Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũrehe handũ haha tũrenda gũkiuga. Tũrahoya Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ ũtũmenyere na ũtũgitĩire. Mĩbango yothe ya Saitani twamĩagithia hinya waku nĩguo twetie gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahana twetĩkia. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Ya, tuko tena hapa kuwakaribisheni kwa ujumbe ama kwa mahubiri haya. Maana mahubiri yetu sisi sote. Sasa wacha tuweze wenye kuomba ili niweze kuchukua dakika kama 20, kisha tumkaribishe mwalimu atakaye tuelekeza kwa huu unabii. Maana unabii ndio tumeamriwa, yani uwe wa siku za mwisho, ndio taa ya kutuelekeza mahali tumetoka na mahali tuko na mahali tunaelekea. Sasa wacha niweze kuomba ili tuwenye kuomba kwenye kwanza. Ni asante mtakatifu Baba na Muumba wetu wa mbingu na nchi, tusema ni asante. Nimekupendeza tuwe hapa siku ya leo kwa ajili ya siku ya Sabato hii, na kwa ujumbe ambao umesema uweze kupeperushwa ili mwisho uweze kutimia. Sifa na utukufu ni wako kwa sababu ni Mwokozi. Kabariki msikilizaji, kabariki mtazamaji, wana wote wanaposikiliza uweze kuwafungua masikio ya kiroho na waweze kukusikia na kukuelewa. Maana unasema watu wako watavutwa na sauti yako na wataisikia na watakuja katika kusanyiko lako ama zizi lako. Leo fuatilia neno lako na ukalitimize. Nitumie kama chombo, hata mwalimu atakaye kuja kufunza unabii huu umpe nguvu na uwezo utokao kwa hekalu lililoko mbinguni. Nimeomba kupitia jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Amina. Amen. Kwa majina naitwa Solomon ama Mwalimu Solomon Ngoya. Sasa msomaji, ndio nipe Yeremia 6. Nipe Yeremia 6:1. Yeremia 6:1. Yeremia 6:1. Yeremia 6:1. 6:9. 6:9. Yeremia 6:9. Safi. Imesema hivi. Seme. Bwana wa majeshi asema hivi. Safi. Watakao kota mabaki ya Israeli. 6:9 Yeremia 6:9. Yeah. Ndio. Hebu anzia moja. Haya. Kibieni mkapate kuwa salama, enyi wana wa Benjamini. Hapana. Niseme na nani? 6:1 Yeremia inasema 6:9. Haya. Kitabu wacha mtumishi anitafutie hiyo. Niseme na nani? Hebu kwanza nenda Isaia 4:1. Hebu mtumishi nitafutie hiyo andiko. Niseme na nani? Watu wao, yani neno la Mungu wamelikatalia mbali. Limekuwa matukano kwao. Niseme na nani na kumpa maarifa. Neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Kwanza nenda Isaia 4:1. Isaya 4:1 inasema hivi. Seme. Na siku hiyo wanawake 7, na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja, wakisema, safi, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe. Sasa hebu simama hapo kidogo. Unajua watu wanatumia maandiko vibaya. Wakisikia Biblia inasema wanawake 7 watamshika mume mmoja siku hiyo, wanadhani hivi ati ni hao wanawake unaona wa kawaida wataendea mwanaume mmoja wamwambie
tutakuwa tu, yani tuna mavazi yetu, tuna chakula chetu, lakini tuitwe tu yani uitwe mume wetu. Sio hivyo. Hayo ni makanisa, mume ni Yesu. Sasa makanisa yako huku nje yanasema tu Yesu ni Bwana, yani wanataka waitanishwe tu na jina la Yesu, lakini wana chakula chao. Chakula ni mafundisho. Sasa watu saa hizi na hii Biblia ni njia mbili tofauti. Maana watu wanasema tu mnasema aje mwadhani afanya nini? Agoshwe. Mwadhani agoshwe, lakini ukiweka Biblia hapo na hiyo mwadhani agoshwe ndio utajua ni watu wawili tofauti. Sasa maandiko yanasema wanawake 7 siku za mwisho watamwendea mume mmoja wakisema tuna chakula chetu, tuna nguo zetu, lakini tuitanishwe tu na jina lake. Tuendelee. Haya. Na kuvaa nguo zetu wenyewe. Sasa nguo ni haki ya Kristo. Sasa wana haki yao. Sasa watavaa nguo zao wenyewe, lakini tuitwe kwa jina lako. Sasa wanataka tu waitwe kwa jina la nani? La Yesu. Ndio. Sasa twende Marko 15, Mathayo 15 8 hadi 9. Mathayo 15. Safi. Haya, Mathayo 15 ngapi? Mathayo 15 8. 15:8 inasema hivi. Yeah. Watu hawa hunihasimu kwa midomo. Haya, ukisoma hiyo utasoma hiyo ni Yeremia 6:10. Sawa. Haya. Watu hawa hunihasimu kwa midomo. Sasa sikiza hapa. Maandiko yanasema watu hawa uniheshimu kwa midomo. Ndio wale wanasema Bwana asifiwe, niliokoka mwaka wa 19, kaa chini nikuulize. Lakini matendo ni tofauti. Na sasa nilikuambia hapo wakati mwingine kuokoka. Sasa ukisema kuokoka inafaa utuambie umeokoka aje, maana kuokoka ni mara 3. Sasa inafaa utueleze ni kuokoka gani kati ya hizi 3 umeokoka. Ni vile usome Biblia maana ujue kuokoka ni mara ngapi. Ni mara 3. Inasema Yesu alituokoa wapi? Pale msalabani, na anaendelea kutuokoa na atatuokoa. Sasa kwa hizo 3 ni gani? Endelea na andiko. Ile mioyo yao iko mbali nami. Sasa mioyo ya watu iko mbali na Yesu, lakini ni kusema tu Bwana asifiwe ama Yesu asifiwe. Saa hizi ukiambia watu vile Biblia inasema hawataki kusikia hiyo. Wanasema niache na mnasema uitike wa ama imani yangu. Sasa imani yako inakupeleka wapi isipokuwa kama haiko kwa Yesu? Maana imani yako inafaa uamini kile Yesu amefundisha, ndio imani yako iwe kwake. Sasa ukiwa na imani yako tofauti, uko na mbingu utaingia na hiyo imani yako tofauti. Maana imani inafaa tuwe na imani moja katika Kristo Yesu. Soma andiko. Nao waniabudu bure. Sasa watu wao wanaabudu Yesu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Watu wanafundisha maagizo ya wanadamu, wafundishi mafundisho ya Kristo. Tunakuja hapo sasa ndio tunaona mafundisho ya wanadamu yako wapi? Maana mafundisho ya wanadamu moja yao hakuna Krismasi katika Biblia, ni mafundisho ya wanadamu. Hakuna. Soma. Akawaita makutano wakamwambia, ukifika 9 usimame. Maisha. Sasa soma Marko 7:7. Marko. Naenda mbio kwa sababu kuna kazi inafaa ifundishwe, maana hii ndio kazi kubwa sana inafaa ifundishwe. Naenda Marko 7:7. Marko 7:7. Safi. Nao waniabudu bure. Sasa watu hao wanamwabudu Yesu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yaani ni ajabu sana, uende ushinde kama ni mjengo ufanye kutoka asubuhi mpaka jioni, alafu naambiwa hauna mshahara. Umefanya kazi ya bure. Hebu ni wewe utasikia aje? Utasikia vibaya. Sasa ndio maana Biblia inasema hao watu wanashinda wakisema Bwana Bwana, wanamwabudu bure, wakifundisha mafundisho ya wanadamu. Haya mafundisho ya wanadamu tunakuja kuyaona tu saa hii, na utaona wengine saa hizi wakishika moto. Maana neno la Mungu ni moto, na neno la Mungu ni nyundo, na neno la Mungu ni upanga.
Sasa aidha ukukate urudi laini, ama ukukate ukuangamize. Na neno la Mungu ni moto, unachoma dhambi, unateketeza dhambi. Safi? Haya, soma hiyo ni 7 tu, maliza, alafu tutarudi ile Yeremia. Haya, inaendelea kusema, nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyasika mapokeo ya wanadamu. Nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyasika mapokeo ya wanadamu. Haya, soma. Inaendelea kusema, nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyasika mapokeo ya wanadamu. Sasa sikiza vizuri, wale watu wanaabudu Yesu bure, watu wao wananiabudu bure, ni wale wamefanya nini? Wameacha amri za Mungu. Wameacha amri za Mungu. Wakifanya nini? Wakiyapokea mafundisho ya wanadamu. Sasa kama mchungaji wako anakuambia amri zilishia pale msalabani, yeye ni muongo na anafundisha mafundisho ya wanadamu. Soma. Anaendelea kusema, akawaambia vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyasika mapokeo yenu. Sasa watu wamekataa amri ya Mungu, wanafanya nini? Wanaipokea amri zao, wamejiwekea amri zao, wameacha kufanya nini? Kufuata amri ya Mungu. Soma. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako. Soma ile Yeremia 6, anzia hiyo 9 kufika 10. Yeremia 6 tukianza 9 14. Inasema hivi. Safi. Bwana wa majeshi asema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, wataokota mabaki ya Israeli kama mzabibu. Wataokota mabaki ya Israeli kama mizabibu. Rudisha mkono wako ndani ya vikapu. Safi. Kama mchuma zabibu. Safi. Niseme na nani? Niseme na nani? Sasa Mungu anauliza aseme na nani? Na kushuhudia wapate kuyasikia. Na kuyashuhudia wapate kusikia. Tazama, sasa sikia, Mungu anasema aseme na nani wapate kumshuhudia. Tazama, sikio la watu hawa halikutahiriwa. Sasa sikio la watu wenye dhambi ama wanaovunja amri za Mungu, wanaosema amri za Mungu ziliisha, sikio lao halikutahiri. Soma. Wala hawawezi kusikiliza mambo ya Mungu, ama hawawezi kusikiliza mahubiri ama doctrine ya Yesu. Soma. Tazama, safi, neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Neno la Mungu ama neno la Bwana limekuwa matusi kwa watu. Maana ukifundisha ukweli, watu wanasema yani wamechukua neno la Mungu kuwa ni matusi kwao. Hawataki kulisikiza tena, hawalifurahii. Hawezi kufurahia neno la Mungu. Maana saa hii wacha inaanza kuchambuliwa hapa, uone kama kuna mtu atafurahia. Wataanza unagonga kanisa, sijui unapiga kanisa. Maana neno la Mungu limekuwa matukano. Ni aidha upendeze watu ukosane na Mungu, ama upendeze Mungu ukosane na watu. Njia ni moja, hakuna njia mbili. Ukihubiri upendeze watu, umekosana na Mungu. Ubiri uelewane na Mungu, ukosane na watu. Sasa ni heri ukosane na watu, lakini umpendeze Mungu. Maana mwanadamu hana mbingu ya kunipeleka. Sasa nitahubiri vile Biblia imefanya nini? Imeandikwa. Soma andiko.
ilikuwa imefika 11. Safi, utafika 14 alafu simame. Lakini nimejaa ghadhabu ya Bwana. Safi. Nimechoka kwa kujizuia. Sasa Mungu anasema amechoka kujizuia. Imwageni juu ya watoto walio jiani. Safi. Na juu ya kusanyiko la vijana pia. Safi. Maana hata mume atatwaliwa pamoja na mkewe. Safi. Mzee pamoja na yeye aliyetimiza siku zake. Safi. Na nyumba zao zitakuwa mali za watu wengine. Sasa nyumba za watu hawa itakuwa mali ya watu wengine. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Maana watu wamekataa kulisikiza neno la Mungu. Neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Hawataki tena kulisikiliza. Safi. Mashamba yao na wake zao pamoja. Kwa kuwa nitaunyoza mkono wangu juu ya wenyeji. Ndio unaona Mungu ananyosha mkono juu ya mashamba, juu ya wenyeji nini. Hata nyinyi wenyewe mnaona hata hiyo ifai tu. Inafaa mwenyewe uangalie na ujue hapa kuna kitu kina yani message inafanya nini? Inapitishwa. Safi. Wenyeji wa nchi hii. Safi. Asema Bwana. Safi. Kwa maana tangu aliye mdogo. Safi. Hata aliye mkubwa miongoni mwao. Safi. Kila mmoja ni mtamanifu. Sasa kila mtu amekuwa mtamanifu, yani watu wa tamaa. Tamaa ndio watu wamekuwa nayo. Safi. Na tangu nabii hata kuhani. Sasa hata tangu nabii hata kuhani wamekuwa wenye tamaa. Wenye tamaa. Safi. Kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Kila mmoja anatenda mambo ya udanganyifu. Wameiponja jeraha ya watu. Endelea. Wameiponya jeraha ya watu wangu. Ukifika 14 uachie yako. Imeisha. Imeisha. Sasa nenda Petro wa pili. Nenda Petro wa pili 2 kuanzia 1 utafika 7. Petro. Ukiangalia na hili itakuwa ngumu sana. Haya, soma. Soma. Nasema kitabu gani? Petro wa pili 2:1 hadi 7. Petro wa pili hadi 9. Petro wa pili. Petro wa pili 2:1 hadi 9. Aya, inasema hivi, seme, lakini kuliondokea manabii wa uongo. Lakini kuliondokea manabii wa uongo, ndio wamejaa dunia mzima, na ndio watu wanapenda kuwasikiza manabii wa uongo. Kuja alafu anaanza kukuuliza uko na shida gani, wewe mwenyewe ndio unaanza kumwambia shida yako, alafu anakupanga. Sasa kama amejua shida yako wewe ni nabii, mbona usiende tu hivi akuangalia akuambie una hivi na hivi. Sasa anakuambia nini shida yako, unaanza mimi sijui sipataki kazi sijui nini, alafu anaanza kukupanga na wewe unakubali. Endelea. Katika wale watu safi, kama vile kwenu kutakavyo kuwako safi, walimu wa uongo na walimu wa uongo, maana watu wa hiyo ndio wanawasikia wanaipenda safi, watakaoigizwa kwa uelefu. Sasa wao walimu hao manabii wa uongo na walimu wale wa uongo wanaingiza nini kwa siri? Soma. Ususi wa kupoteza wakimkana hata mwana. Wanaingiza mafundisho ya uongo kwa siri ya uzushi ya kumkana hata mwana. Wacha niwaambie, wewe ukakataa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, wewe na jehanamu unaikondolea macho. Hakuna kwa Biblia mahali kumeandikwa Mungu mwana. Kama uko nayo kuja Biblia ndio hii, ama kuja na yako utoe. Sasa ukisema hivyo umemkana nani? Yesu Mungu. Na ndio Biblia imesema, maana wamekuja wanabii wa uongo na walimu wa uongo, wameingiza kwa siri. Safi, endelea. Aliyewanunua wakijiletea uharibifu. Wamekana mwana wa
Mungu aliyewaletea ukombozi, wakisema nini? Wasiokawia. Safi. Na wengi watafuata ufisadi wao. Sasa na wengi watafuata ufisadi wao, maana ni watu wengi wamefuata hiyo doctrine, na hakuna kwa Biblia mahali Yesu mwenyewe amesema yeye ni Mungu mwana. Watu wanauliza, hata wanafunzi, Yesu akawauliza, watu husema mimi ni nani? Wengine wakasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wewe ni nani, wengine ni nani. Petro akajibu akasema, hakika wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema, hakika wewe Petro, mwili na nyama havikukufunulia, bali ni Baba yangu aliye mbinguni. Sasa wewe na Yesu ni muongo ama wewe ndio muongo? Soma andiko. Na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Sasa na kwa hao watu manabii wa uongo na walimu wa uongo, njia ya kweli itatukanwa. Maana kutukanwa ni watu kuacha njia ya Mungu, kufuata mafundisho yao. Soma. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Sijui mnasikiza hiyo andiko? Na kwa madanganyo watajipatia nini? Faida kwenu. Ndio watu wamejaa makanisa ya Kiezekieli sijui wapi, maana watu mnakubali kudanganywa, mnapeleka huko pesa, wao wanatajirika, wanajipatia faida. Kwa nini? Ambao hukumu yao tangu zamani haikawii. Kwa hivyo wamewekewa hukumu. Ndio. Safi. Wala ufujifu wao hausinzii. Safi. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia safi malaika waliokosa. Kwa hivyo Mungu hakuachilia malaika waliokosa. Ukumbuke shetani ndiye aliyekuwa huko juu akadanganya malaika wakateremka nao. Sasa hakuachilia malaika waliokosa. Safi. Mbali aliwatupa Simoni akawatia katika vifungo vya giza. Kwa hivyo shetani na malaika zake wametupwa Simoni, amewatia katika vifungo vya giza. Ndio. Safi. Waliachilia ulimwengu wa kale. Hebu rudie hapo. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu ujumbe wa haki na watu. Baada ya ulimwengu ule kukosa, Mungu anasema hakuachilia ule ulimwengu wa kale. Ina maana yani hakuumaliza. Aliacha nani? Nuhu. Safi. Wengine saba yani familia ya Nuhu ndio iliponyoka ama iliponea. Baada ya kuonekana hao ndio waliokuwa wenye haki. Safi. Hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu. Safi. Wasiomcha Mungu. Kwa hivyo alileta gharika kwa ulimwengu, yaani walimwengu ni watu wasiomjua Mungu, ndio akawaletea gharika akaimaliza. Kwa hivyo wale waliokuwa wanamjua Mungu ni Nuhu na familia yake, hao ndio walibakishwa, ndio wanaitwa nani? Hao ndio watu wa Mungu. Sasa walimwengu ni wale watu ambao hawamjui Mungu. Safi, tuende. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora. Akaihukumu mji ya Sodoma na Gomora. Kama mnasoma Biblia utajua Sodoma ni nini walichofanya ndipo wakaangamizwa. Unaanza kuanzia Mwanzo 18 uende alafu Mwanzo 19. Utaelewa ni kitu gani kilichofanya wakati Sodoma na Gomora ikateketezwa. Safi. Akiipindua na kuifanya majifu. Akaifanya iwe ishara kwa watu. Ukifika 9 hapo. Sawa. Safi. Akaifanya iwe ishara kwa watu. Sasa Sodoma na Gomora iliwachwa ili wewe na mimi tujifunze kutoka pale. Tujue aje Mungu hapendi ushoga. Wanaume kwa wanaume hawafai kuoana, wanawake kwa wanawake hawafai kuoana. Na ndio makanisa mengine yanafanya nini? Yanafungisha hiyo ndoa kwa kutumia Biblia gani ama kutumia mwongozo gani? Hiyo ndio inafanya watu wamejipatia mafundisho yao ya uongo, wameachana na Biblia na wanasema
Bwana asifiwe. Hao ndio Biblia inasema wananiabudu bure wakifundisha mafundisho ya wanadamu. Sijuzi hapa umesikia hao wamebariki mashoga waone atakuhubiria nini? Na dhambi kubwa iliyofanya dunia ikapitishwa na maji, dunia Sodoma na Gomora ikaangamizwa ni hiyo. Soma mtumishi, watakao kuwa hawamchi Mungu. Sasa hiyo pia wale watu watakuwa hawamchi Mungu. Hiyo ndio adhabu yao. Maana hiyo adhabu haijawahi isha. Baada ya haya, safi, akamwokoa Lutu yule mwenye haki. Sasa Lutu alikuwa mwenye haki mbele za Mungu. Safi, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao. Unaona kuna watu wanahuzunika na mambo yanayotokea kama vile Lutu alivyokuwa anahuzunikia kitambo. Sasa kuna mambo yanatokea. Ni watu wangapi nikiuliza mnaelewa maana hizi picha? Hawezi elewa, hawajui. Unaenda kanisa? Unaenda kanisa. Sasa ikiwa unaenda kanisa hauelewi hizi, utakuwa uko wapi? Maana umedanganywa. Maana tunasikia wamejipatia walimu wao wa uongo. Sasa hawezi eleza hii. Maana wakieleza hizi watajulikana mahali uongo wao huko. Sasa hawezi kukubali kueleza Danieli na Ufunuo. Maana Danieli na Ufunuo ina nini? Biblia yote mzima inakutania, yani vitabu zote mzima inakutania kwa kitabu cha Ufunuo. Sasa hawezi fika pale, ama wakifika pale hawana mwangaza wa kueleza vitabu hivyo. Soma. Haya. Ikifika 9 usimame. Wahalifu. Safi. Maana mtu huyu mwenye haki, safi, akikaa kati yao. Dakika zangu zikinini uniambie. Soma. Basi uvika hapo. Nenda Petro wa pili 1:19 alafu ni mali. Petro wa pili 1:19. Sitaki kuharibu muda, maana kile inafaa ifundishwe hapa, inafaa tupewe, maana huo ujumbe lazima upeanwe, maana huo ndio ujumbe umeambiwa upeanwe dunia mzima. Safi. Petro wa pili 1. Petro wa pili 1:19. Petro wa pili 1:19. Safi. Nasi tuna lile neno la unabii. Sasa nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Neno la unabii, huu ndio unabii ulio bora, yani ulio nini? Safi. Endelea. Anaendelea kusema, abaro mkiliangalia kama taa ing'aayo. Kwa hivyo unabii ni taa, nasi tuna lile neno la unabii lililo nini? Bora zaidi. Ukiliangalia kama taa, maana hii ndio taa ya kukuonyesha uko kwa giza ya kiroho. Sasa wakati utaelewa hapa ndio utajua umegongwa. Safi. Mahali penye giza sio giza la usiku, ni giza la kiroho. Sasa tuna lile neno linafanya nini? Kama taa. Neno la unabii ama unabii ni taa. Safi. Mwafanya vema. Safi. Mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka moyoni. Nyota ya asubuhi kuzuka moyoni mwenyu. Nyota ya asubuhi ni Yesu mwenyewe. Sasa tuna ile neno la unabii lililo bora. Nanyi mkiliangalia kama taa itafanya nini? Na nyota ya asubuhi ingia wapi? Moyoni mwenyu. Nyota ya asubuhi ni Yesu. Hebu nipe Ufunuo 1:3. Nimalizie hapo, nimkaribishe mwalimu wa 3 ambaye atatuelekeza kwa hiyo taa sasa. Ufunuo 1:1. Ufunuo 1:1 hadi ngapi? 3. Inasema hivi. Iseme ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa sikiza hapa. Ufunuo ni wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Kwa hivyo hebu angalia tu hiyo line uone. Ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu, aonyeshe watumwa wake. Safi. Mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Kwa hivyo hayo mambo hayana budi kuwako haraka upesi. Naye sasa haya ni mambo yanafaa kuwa haraka
upesi. Safi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika. Sasa Yesu naye akatuma kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtume wake Yohana. Malaika naye akamwonyesha mtume wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu. Sasa Yohana alilishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yaani mambo yote aliyoyaona. Kwa hivyo haya mambo yote yale Yohana aliyoyaona. Twende. Heri asomaye. Sasa sikiza. Heri wewe unayesoma kitabu cha Ufunuo. Safi. Na wao wasikia maneno ya unabii. Na wewe unayesikiza maneno ya unabii wa kitabu cha Ufunuo. Safi. Na kuyasika yaliyoandikwa humo. Sasa sio ya kusikia tu, na sio kusoma tu, ni uyashike maneno ya ama maneno ya kitabu hicho, kwa maana wakati ukaribu. Wakati ukaribu. Sasa ole wako unasema wakati, bado uko na wakati mwingine miaka bilioni 1, miaka 1000, unadanganywa. Imefika 3? 3 imeisha. Wacha nipigie hapo, mkaribishe mwalimu wa 3 ambaye atatuelekeza kwa huo ufunuo ama kwa hayo nini? Kwa huo unabii. Karibu mwalimu. Haya, basi tunashukuru. Thank you. Ni ndo guthii na mbere na